Bibi. Mama Kabichi. Bibi. Bibi uko wapi? Bibi ametoka, aliniambia anaenda shambani lakini muda mrefu sana. Hiyo nguo umeitoa wapi? Ni nguo yangu. Bibi aniwekea kwenye kamba maana ndo nilipoikuta. Njoo hapa. Kuna kitu nahitaji unisaidie. Kitu gani? Kim, gendo yube na abana bato inka wewe. Uchalu mwana muto Kim. Jewe ni kisisina. Gendo makoko. Nduza numuyubo. Andasuye mandobele basema vangu
Kim vangoye nahoro hehe vango sandu kaheka oh vango. Wewe ukoje? Nikoje? Kwani mbona mimi niko sawa? Kama bibi atachelewa kurudi, basi ningehitaji tuondoke yote nyumbani. Nyumbani? Kwani hapa wapi? Nahitaji twende nyumbani napoishi mimi. Hapa ni kwa bibi yangu. Sawa. Basi tumsubiri bibi ili arudi tumwage. Hata hivyo mimi ndio nilokuleta hapa. Kama atachelewa kurudi, basi tutaenda. Kisha nitakurudisha. Chibia. Kwa saizi umeamua kunisaiti na ukaa upande wa maadui zangu. Hapana Marikia. Siwezi kuwa tofauti na wewe na siwezi kusaliti hata kidogo. Nipo kule kwa sababu tu. Lengo ni kukusanya taarifa na kuweza kukuletea na sio kitu kingine. Una taarifa gani leo? Taarifa nilizokuja nazo Marikia. Mtukufu Makoko ana mpango wa kukuua. Kwa sababu ameshaona dalili za wewe kumshinda. Unahisi ni rahisi? Hapana. Najua sio rahisi. Na ndio maana niko upande wako Marikia. Oh. Sasa mwambie Makoko. Kabla hajaniua yeye, mimi nitamuua. Na ikumbukwe kuwa hakuna yoyote atakayeweza kunizuia kwenye jambo ninalotaka kulifanya. Nafahamu kuhusu hilo Marikia. Vipi? Nahisi kama tuko watatu. Tuko watatu? Yaani toka mwanzo tunapoanza safari naona tuko watatu. Hapana, hatuko watatu. Tuko wawili. Na kungekuwa na mtu yeyote, mimi ningejua. Kwa sababu nina nguvu kubwa sana. Usiofu, uko sehemu salama. Twende. Chibia, Vava, pamoja na Kizigo. Na waheshimu sana.
Najua mna uhitaji na huyu binti. Ila kwa sasa naomba mnipishe. Chibia, Kizigo, mnajua fika huyo binti tunauhitaji naye sana na tumehangaika kumtafuta. Kwa nini tumwache aondoke? Tumfuate. Hata mimi nashangaa. Kwa nini tumekuwa wadhaifu kiasi hiki? Tena basi ukizingatia ni kijana kadogo tu. Lakini tumekaacha kapita hivi hivi. Tuwe tumfuate bwana. Hapana. Huu si muda sahihi. Naomba tusimfuate wala kumsumbua kijana aliyekuwa naye. Kwa sababu nafahamu fika huyu kijana hana nguvu za kumzidi huyo binti. Na kingine hatufahamu Mtukufu na Kim vita wao imeanzia wapi. Sio swala kuingilia hili. Naomba tuondoke. Karibu nyumbani. Usiwe na hofu. Uko sehemu salama. Najua utakuwa unashangaa sana kuona kama kuna mvutano katika hiki kijiji chetu. Una kitu kikubwa sana nimekiona ndani yako. Na una nguvu kubwa na imani utanisaidia kazi yangu. Hapa kijijini kuna binti anaitwa Kim. Amefanana na wewe. Ila watu wa kijiji hichi wanamuhisi sana vibaya. Ila anachokifanya yeye kwa sababu ndo kitu ambacho nahitaji kukifanya. Jina langu naitwa Shau Pashama. Baba yangu alikuwa ni mganga mkubwa sana katika hiki kijiji. Lakini kuna watu wameweza kumfanyia mabaya. Nitakupa hadithi fupi kuhusiana na familia yangu mimi na ya huyo Kim, ili uweze kufahamu nini kilichoendelea katika hiki kijiji. Vipi? Una shida? Bibi, Mama Kabichi. nahisi kama kuna mtu anataka kumuua.